Sela ameshanikataa. Acha niende safari ambayo nitajika kwenda, na mimi Sela hataweza kuniona tena katika maisha yake. Aliniambia niache urafiki na yule, basi nimekubali. Nimeacha urafiki naye na kutaka wewe. Ho ho, he he, Israeli kutaka kutoa roho yangu katika hali maututi, ukaniponya na kaburi, ukuruhusu itoke, ukaniponya kwa uweza nikapona, hakika ni muujiza. Mwili wangu unasisimka kuona wajane wakijua ndiye Baba na kusema asante, asante, asante Baba, asante Baba, asante, yeah. Asante, 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 asante Baba, yeah. Hakuna kama wewe, hakuna mwingine sijaona. Hey. Hakuna kama wewe, nimekumisi mwanangu, da mwingine sijaona. Hey. Unawagusa wanyonge, unawagusa viwete, unawagusa wajane wanapona, unawagusa mayatima, unawagusa wasioona, unawagusa wagonjwa wanapona. Hey yeah. Del 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 del. Toto one the king. Did it? Hey, did it? Karibu. Asante. Hivi vipi, jana ulienda shule? Nilienda, kwani ukuja? Shoga yangu jana nilikuwa naumwa. Ani ungejua. Unaumwa nini? Ani kifua tu kilinibana ghafla. Pole, ulienda kupima? Sasa hapa ndo nataka namsubiria mdogo wangu aje nikapime. Kuhusu wadogo zako. Hivi mdogo wako ni mkorofi kama mdogo wangu? Ani wewe shoga yangu acha. Ani hapa tangia jana hajarudi nyumbani. Yeye mdogo wangu yeye kurudi usiku wa maneno zake, uvuta bange. Na hata hata pombe anakunywa yule. Yani kesha kama jambazi. Yani wewe acha, tunishamwachia tu Mungu. Yani mtoto yani ukimwambia kitu aelewe. Acha tu shoga yangu. Yaani mimi ninachokusubiria tu baba arudi. Alafu atajua nani mkubwa ni mdogo. Maana yake haniheshimu kabisa. Basi nikupitia baadaye nikija nikapime. Sawa. Sema ipo hivi. Kuhusu mdogo wako na mdogo wangu mimi, sitaki kuona mazoea aina yoyote. Afadhali nimekukuta. Naona tangia nikupoteze, sitaki tena nikupoteze. Sasa kwa nini ulienda shule sasa? Nilikuwa na hofu kwamba sitakukuta tena mara ya pili. Hapo inavyoonekana Seli, inavyoonesha unaanza kuingiza wasiwasi. Na mimi nimeshakwambia hivi. Yaani kama umekubali mimi niwe rafiki yako, utakuwa unaniona kila siku. Sawa my friend. Kwa hiyo usiwaze eti kwamba hivi, eti kwamba ukiondoka labda utanikuta tena sipo, no. Ila ukikubali kukataa kwamba mimi sio rafiki yako, ndio utaweza kuniona. Lakini kama mimi ni rafiki yako mimi nipo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wowote. Unabidi uende tu shule, uendelee na masomo yako. Sawa Seli? Kwa hiyo wewe soma, uwe na amani, mimi nipo. Kabla sijaenda shule, nataka nikuulize swali. Swali gani? Hivi kuzimu kupoje? Mkanye mdogo wako asiwe na mazoea na Daudi. Nasi umenielewa. Mwenye ni shoga yangu nishaongea hadi nimechoka. Kwa sababu wani hao wote wana akili. Bata angekuwa hata mmoja mwenye akili kidogo kumfunza mwenzi. Maana wote wanakushana kuhusu bangi. Tu mdogo wako avuti wewe.
Anavuta, mimi hata simuelewi, nikashakuwa kama kibaka. Ni bora hata mdogo wako. Kwanza mdogo wako ndo anamharibu mdogo wangu. Leimani alikuwa kabisa na tabia ya hivyo. Tangia kwanza urafiki na Daudi ndo kawa eleweki, mtoto ukimwambia asikii. Yaani mpaka nyosha mikono juu. Tukisema kwanza kuwasikiliza tuonane kama mwalimu kama mwenzie tutakosea. Ni iko hivi, mkanye mdogo wako aache mazoea na mdogo wangu Daudi. Na mimi nitamkanya Daudi aache mazoea na Leimani, sisi umenielewa. Hayo ndio maneno. Sere, ukisema kuzimu ni sehemu ambayo mwanadamu yoyote hahitaji kufika. Na kuzimu imetengenezwa kwa ajili ya kutesa viumbe ambavyo vimeshawahi kumkosea Mungu. Sijui unaona kuna watu sina superstar, sijui hapa Tanzania, sijui Marekani, sijui wapi. Yaani hao wote wako kuzimu. Wale wote ambao unawajua, unawapenda kuzimu. Kwa hiyo kwamba hivi huku kuzimu, ukitaka kujua siri za huku kuzimu hautaweza kuzijua, kwa sababu wewe ni mwanadamu wa kawaida. Na mimi sitaki nikuelezee mambo ya ndani kabisa ya kuzimu, kwa sababu najua wewe bado mtoto mdogo. Yaani wewe Sere, nikikuelezea hili jambo najua kama vile nitakupa mzigo mzito wa mawazo, kwa sababu kuzimu hapaelezeki. Kuzimu ni sehemu ambayo sitaweza kukwambia kwamba ni sehemu ambayo ikoje, sitaweza kukwambia. Watu wanalia huko kuzimu, sitaki nikueleze. Kwa hiyo unapokuwa na Mungu, simama na Mungu. Ndio kuzima pafai. Sister, sikia, Daudi tumemkuta, tujamkuta. Hiyo ndo salama. Daudi tumemkuta, tujamkuta. Wewe mjamkuta namba ondokeni. Na hiyo mwisho na mwanzo na mwisho kuja kushina kwenye nyumba. Sikia wewe sister, unajikuta ile brand upo kwenu. Tutasomana kitu. Kuzimu ni sehemu za binadamu au? Kuzimu hapajaumbwa kwa ajili ya mwanadamu, ila kuzimu palitengenezwa kwa ajili ya shetani. Shetani na malaika zake waweze kufa, lakini shetani ametengeneza njia ya kuwafanya binadamu wawe katika dhambi na kuangukia kwake, kuangamiza. Binadamu wameumbwa na tamaa nyingi. Kuna binadamu anatamani mademu, kuna wengine wanatamani pesa, kuna wengine wanatamani mali, kuna tamaa nyingi sana binadamu wamejaa. Nimeshawakanya kama kama una kitu mama utanielewa, lakini kama hamnazo hawezi elewa, lazima urudi hapa. Au akupiga tu. Shogangu utaongea mpaka lini? Simeshaenda kaende sokoni sasa hivi. Unajua tena jioni imefika. Basi wewe tufatane na mimi nataka niende nyumbani. Tena kusafiri kidogo. Tuwasiliane sokoni. Nenda hivi. Mimi ngoja kwanza niende nyumbani. Unajua mtani umefika Hapa ndo namtafuta yule Leimani huyo. Niende nikapime afu ndo nimwachie nyumba. Shogangu basi kwa heri. Bwana nimekuona. Unavyoniona hapa nimetoka kwenu. Kwa hiyo sangu kusaidia nini? Sasa mazoea na mdogo wangu upo. Tami nikiwa naongea na usio unanichongolea mdomo. Mimi sio Sami, umenisikia? Kama ndio ushamzoea wewe Sami, mimi sio Sami. Hivyo wewe Maila unajikutaga nani eti? Umesikia wewe? Ndio kuanzia leo mpaka kesho ukiniona tupita hivi usiniitaite. Sawa? Umesikia? Kupiga mabanzi dakika 2. Umesikia wewe? Acha tulete hayo maneno hapo maboja taabu nyingi. Tunako tena nikole pale nyumbani, sawa? Kwanza tucheke chapu yani. Tafutia kesi hapo.
hapa niende maskani. Mdada huyu. Ngoja nakuja nimshughulikie. Ngoja kwanza. Nahisi wakina Daudi, Fundi na Leimani pamoja na wenzao wanapanga plani ya kwenda kuwaumiza ndugu zao, na ndugu zao washashtuka. Kwa hiyo mimi hamna haja ya kwenda. Kwa wanataka weke plani kwa ajili ya kuwazuru dada zao, ila mimi hata mimi nimeona, ila niseme kitu kimoja. Kama hiyo plani yao naenda kuitengeneza kwa ajili ya kuwazuru dada zao, ila mimi naona dada zao ni wajanja. Hata mwenyewe naona kama wanaisolve swala wanaisolve. Kwa hiyo haina tatizo kubwa. Nenda tu shule. Ninachohitaji seli, soma. Sema nielewe. Soma. Wewe na amani, soma. Ukimaliza kusoma njoo, mimi nipo tu hapa. Muda wote mimi nipo, sawa? Haya. Nilitamani hadithi ingeisha kwa furaha, maana inafika mwisho maswali mengi hayajajibiwa, maana nayaona mazishi. Wewe vipi? Mbona kiatu mkononi? Nitazikwa kwa majeraha, maana nafsi furaha wakati machozi yanatiririka. Shoga zangu ya kuacha. Leo mtani. Sipana angenikuta. Umza kuna vibaka. Kina nani hao tena? Na kweli unauma, angenambia mimi nisingepuuza. Matobo na shona, kumbe mwenzangu ngo china na buruza. Mwenzenu kesa jinai, naiona inakuja maana. Akiniona atafurahi, sura yake inakunja maana. Sando nini kuumizana, mapenzi sio kutesana. Sando nini kuumizana, mapenzi sio kutesana. Siri zangu zimevuja, naye pekee ndo anayezijua. Madhaifu yangu wakia Mungu ameniumbua. Nilidhani ananipenda, siku moja tungejenga nyumba nzuri ya upendo. Huyo mshenzi kashaibomoa. Mwenzenu kesa jinai, naiona inakuja maana. Akiniona atafurahi, sura yake inakunja maana. Sando nini kuumizana, mapenzi sio kutesana. Sando nini kuumizana, mapenzi sio kutesana. Yera, what's up nigga? They loud me.
Sabo, yani kwamba nakimbiza Bugayamba sawa chini. Tabora TBR ni mkoa wenye madini, yani kwamba nakimbiza Bugayamba sawa chini. Tabora TBR ni mkoa wenye madini. Kuitwa Jose manishi mimi mtambo, nazijua bato zote chajabu natoka ngambo. Mamako akinipenda we nite baba wa kambo, say nite D aka D double from Tabora ngambo, kidongo chekundu. Ninapotoka wacha nimshukuru Mungu, mindo dogo la uswazi lenye swaga za kizungu. Nyumbani kwetu tunapajua wenyewe, mademu wanatembea peku pesa zobo la walewe. Ukirudi siku chonde chondo sichelewe, maselo na kaba sana kijimixwa na wewe, paka matozi wako wanzuki. Ukilifungua kama bunduki, mabibi wanayumba na waanguki, hanguki na waanguki, paka machozi wako wanzuki. Ukilifungua kama bunduki, mabibi wanayumba na waanguki. Asubuhi na mapema kabla jua lijatoka Nyamwezini, lazima upate uji kwa makopa. Karibu Tabora aka Mboka, nakupa pole mchizi ambaye hujafika. We kama ni Mnyamwezi alafu uliondoka kitambo, rudi magorofa mpaka ngambo. Naipenda Tabora zaidi Jose wa Kigambo. Rest in peace Mtemi Milambo. Tabora tunanenepa tunazidi kwa mabonge, na usulize kuhusu ziwa si tuna bwawa la Igombe. Vesi zinafanya mpaka wameona, vesi zinafanya mpaka wamesikia, vesi zinafanya mpaka wameona, vesi zinafanya mpaka wamesikia. Tunakiwasha toka Sikonge tunasika, yui kaliwa pia nako tunatamba. Tunakiwasha paka Urambo Igunga Nzega, Ipulise Jamairi Tanokota tunatamba. Tabora ngambo yani Mboka darajani, ukiwa na njaa unanenepa na viazi. Tunakula makopa ifikapo kiangazi, tabasamu unapokuwa Tabora. Kikubwa ni zamu autolala ola, hatunaga kiki wala mabastola. Kwetu sisi baskeli usafiri ulio bora, ila kwamba mimi nawaza na pia natafakari, hivi nifanye nini ili hali iwe shwari. Si kwenye saluni ama kibandani ama vipodozi, hali haiendi shwari. Si kwa wasusi wanachukia kichizi, ila mameliku sijatumia kizizi. Mama wa chapati tuliza yako nafsi, acha kujigas na pia jipe nafasi. Mama vipodozi najua unapata loss, ila kitendee haki hicho kiti kwa mapozi, ila kitendee haki hicho kiti kwa mapozi. Vesi zinafanya mpaka wameona, vesi zinafanya mpaka wamesikia, vesi zinafanya mpaka wameona, vesi zinafanya mpaka wamesikia. Tunakiwasha toka Sikonge tunasika, yui kaliwa pia nako tunatamba. Tunakiwasha paka Urambo Igunga Nzega, Ipulise Jamairi Tanokota tunatamba. Ukinihitaji nifate nipo kwa chasi, hapo ndipo kuna mapya ya kwangu ayo makazi. Deep Brownie Fat Nax